Mtu yoyote ambaye ameamua kumfuata Kristo, ameamua kumwamini Yesu, ameamua kulisikiliza neno la Yesu, mtu yoyote ambaye ameamua kufanya hivyo, ameamua kuwa na kasi kuelekea kwenye kesho, kwa sababu hakuna bidii inayoizidi neema ya Mungu. Shalom. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu aliye hai. Imekuwa ni siku njema ya baraka ambayo Mungu ametupa na kutukirimia uzima na afya na nguvu. Tunaendelea mbele, na leo nimekuja, nataka nikushirikishe kwa habari ya nini huwa kinatokea mtu anapoamua pale mtu ambapo anaamua kumwamini na kumfuata Yesu Kristo. Nini huwa kinatokea? Nini huwa kinatokea mtu anapoamua kulifanyia kazi neno la Mungu? Nini huwa kinatokea mtu anapoamua kumgeukia Mungu? Nini huwa kinatokea mtu anapoamua kumrudia Mungu? Nini huwa kinatokea mtu anapoamua kumfuata Mungu? Kwa sababu mtu yeyote anayemkataa Mungu automatically amekataa kufanikiwa kwenye maisha yake. Mtu yeyote anayekataa neema ya Mungu kwenye maisha yake automatically amekataa kusaidiwa na kusaidika kwenye maisha yake, na kwa kufanya hivyo umekataa kuwa na matokeo kwenye maisha. Na hakuna kitu kibaya hapa duniani kama kuishi maisha ambayo hayana matokeo. Mtu yoyote anayeamua kumfuata Kristo, mtu yoyote anayeamua kumkubali na kumwamini Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, mtu huyo amekubali kuona matokeo kwenye maisha yake. Mtu huyo amekubali kuona kufanikiwa kwenye maisha yake. Mtu huyo amekubali kuona hatua kwenye maisha yake. Mtu yoyote anayemkataa Mungu amekataa kuwa na hatua kwenye maisha. Na tusome kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 5 mstari kuanzia wa 4. Biblia inasema, hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Huyu ni Simoni Petro. Mara baada ya Petro kusikia lile neno, Petro anamwambia Yesu, tumefanya kazi ya kuchosha, tumejaribu, tumefanya kazi kwa bidii na tumetumia nguvu zetu zote. Kwa sababu Petro hakuwa tu mvuvi wa kawaida. Petro alikuwa ni mvuvi ambaye alikuwa anajua mbinu zote za kuvua na kupata samaki. Alikuwa ni mvuvi ambaye amebobea kwenye kazi yake. Kama ambavyo kuna watu wamebobea kwenye maeneo fulani, lakini ubobovi wao haujawasaidia mpaka sasa. Kuna mtu amebobea kwenye mambo ya fedha na ya mapato na matumizi, lakini anafanya kazi TRA, lakini hajawahi kuona matokeo ya kazi anayoifanya. Amebobea kwenye eneo la biashara, lakini biashara haijamsaidia. Ngoja nikwambie ndugu yangu, leo hii mtambue hichi kitu. Hakuna bidii ya mtu inayoweza kuizidi neema ya Mungu. Unahitaji neema ya Mungu kukusaidia. Unahitaji neno la Mungu kukuvusha. Unahitaji neno la kukuvusha, na neno la kukuvusha huwezi ukalipata nje na Mungu. Huwezi ukalipata nje na Kristo Yesu. Ni lazima uwe ndani ya Yesu ili upate hilo neno. Ni lazima. Petro kama asingekutana na Yesu, asingelipata hilo neno lililobadilisha maisha yake, lililomfanikisha kwenye kazi yake. Unataka kufanikishwa kwenye kazi yako? Amua kumwamini Yesu. Amua kumchagua Yesu. Ngoja nikwambie, hakuna tajiri au mtu yoyote anayefanikiwa na kutajirika ambaye hana neno linalompa nguvu ya kuendelea kufanikiwa au kutajirika. Na hakuna mtu yoyote ambaye ana matokeo kwenye maisha yake ambaye hana neno linalompa kuwa na matokeo kwenye maisha. Kwa unahitaji neno. Petro alikuwa ni mvuvi ambaye amebobea kwenye kazi yake, amebobea kwenye eneo la uvuvi,
amebobea na ana mbinu zote. Anajua majira gani nikienda kuvua nitapata samaki na majira gani nikienda kuvua sitapata. Na anamwambia Yesu, tumekwenda kuvua majira ya kuvua lakini hatujapata. Ni kama vile anajaribu kumwambia Yesu, kipindi hiki samaki hawapatikani, lakini kwa sababu wewe umesema nitazishusha nyavu na nitaenda kuvua. Unachotakiwa kukifanya kwenye maisha yako ili uweze kuona matokeo ni kuamua kumrudia Mungu, ni kuamua kumgeukia Mungu, ni kuamua kumwambia Mungu, ninakuamini na nimeamua kukufuata asilimia zote. Na kwa kufanya hivi utaona Mungu anakutokea, utaona Mungu anakusaidia, utaona Mungu anakuwezesha, utaona Mungu anakupa matokeo mahali ambapo umepambana kwa muda mrefu kupata matokeo, kwa sababu hakuna bidii inayoizidi neema ya Mungu. Neema ya Mungu ipo ili kukusaidia. Neema ya Mungu ipo ili kukupa wepesi wa maisha. Kinachotokea kwa mtu ambaye ameamua kumwamini na kumfuata Mungu ni kufunuliwa kwa neema ya kumsaidia au kumwezesha kuwa na matokeo kwenye maisha yake, au kumpa wepesi wa maisha. Na kwa lugha nyingine naweza nikasema mtu yoyote ambaye ameamua kumfuata Kristo, ameamua kumwamini Yesu, ameamua kulisikiliza neno la Yesu, mtu yoyote ambaye ameamua kufanya hivyo, ameamua kuwa na kasi kuelekea kwenye kesho ya utukufu wake. Amua kumrudia Mungu. Haijalishi huko nyuma umefanya mambo mangapi mabaya, Mungu bado analo neno la baraka kwa habari ya maisha yako. Mungu bado analo neno la kukuvusha kwenye maisha yako. Mungu bado analo neno la kukusaidia kwenye maisha yako. Mungu bado analo neno litakaloyabadilisha maisha yako. Amua kumwamini, amua kumfuata, amua kumsikiliza, amua kumtii. Unasema, ndugu yangu Samuel Kimoto, nimejaribu kwenye maisha yangu, nimejaribu kufanya kazi kwa bidii, nimejaribu kupambana, nimejaribu kutumia ujuzi wangu wote, lakini bado sijaona matokeo. Ndugu yangu, hakuna bidii inayozidi neema ya Mungu. Na ili uweze kuona Mungu anakutokea kwenye maisha yako na kukusaidia, ni lazima ukubali kumfuata. Na kama kuna mtu unasema, mimi leo nipo tayari kumfuata Yesu afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, fuatisha maneno haya nyuma yangu. Kama unaweza hapo ulipo, piga magoti na kwa imani kubwa kabisa fuatisha maneno haya nyuma yako. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi nimekukosea. Nilikukataa huko nyuma, na kufanya hivyo nikawa mbali na wewe. Nikawa mbali na mafanikio ya maisha yangu. Nikawa mbali na kuwa na matokeo kwenye maisha yangu. Yesu, leo hii nakuja mbele zako. Ninaomba neema. Ninaomba unisamehe. Ninaomba ufute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninamkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, na ninakukubali wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Sasa umeokoka na Yesu atayasaidia maisha yako. Acha nikuombee na nitakutajia namba pale mwisho. Nitakutajia namba ambazo tutawasiliana kwa ajili ya kuendelea kujuzana na kupeana habari njema, neno la baraka ambalo litasaidia maisha yako, na Yesu atakusaidia kabisa. Namba zangu ni 0613847527. Narudia tena 0613847527. Kwa jambo lolote la kuhusu maisha ndani ya Kristo na kuhusu wokovu, nitafute na Yesu atakusaidia. Acha nikuombee sasa. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtu huyu ambaye amekuwa akinisikiliza na kunifuatilia. Baba, ninamwombea neema yako ya kuendelea mbele kwenye maisha ya wokovu. Nakataa kurudi nyuma kwenye maisha yake. Nakataa roho zote za giza, hazitamuweza tena kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo. Mtu huyu amekuwa mtu wako, amekuwa rafiki yako, ukamsaidia na kumwezesha, katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen. Amen.